Leo nataka nikufundishe kitu. Unajua Watanzania wengi sana wamekuwa wakisikia biashara ya hisa. I mean uwekezaji wa hisa lakini hawajui, okay? Kwamba hisa ni kitu gani, okay? Sasa kama una mpango wa kuanza biashara ya hisa, mimi nataka nikufundishe kitu. Kwa sababu nimefanya, okay? Na kabla ya mwanzoni kabisa kabla ya forex nilianza kufuatilia hisa. Lakini kipindi hicho kulikuwa na ugumu kidogo kwa hapa Tanzania, okay? Tofauti na sasa hivi unaweza kununua hisa kwenye simu yako. Mambo yote yamerahisishwa. Sasa hivi hata details kuzipata ni rahisi. Yaani nikitaka kufuatilia hisa ya CRDB naweza kupata taarifa zote bila kumuuliza hata broker, okay? So kidogo sasa hivi ni rahisi. Sasa kama unataka kuanza kuwekeza, kwanza lazima ujue kwamba kwenye hisa mtaji ni mdogo, okay? Kwenye hisa mtaji ni mdogo, sio sawa na kwingine huko. Hasa kwenye hisa kwenye soko la Dar es Salaam, okay? Siongelei soko la Marekani la New York, my friend. Huko hisa moja inauzwa 700,000 kawaida. Okay? So kwa Tanzania unaweza kupata hisa hata kama CRDB sasa hivi ni 790. Okay? Yes, nilikuwa naangalia ni 790. Maana yake mtu ambaye ana 79 anaweza kanunua hisa tuongezee na plus ile hela anayochukua broker. Tuchukulie akiwa na 80 kitu 81 anaweza akanunua hisa 100. I'm telling you, hisa 100 hizo usifikiri zitaishia kwenye 790 kila moja. Baada ya miaka kadhaa, kwa sababu ni uwekezaji, hisa moja ni rahisi sana kwenda kwenye 10,000. Umenielewa? Kwenye 10,000 na mtu ana hisa zake 100. Ngoja nikwambie, na mtu akinunua hisa 100 hawezi akaishia hapo. Mwekezaji anunuagi mara moja akaacha. Sasa unaweza kaanzaje kuwekeza kwenye hisa? Cha kwanza unapaswa kuwa na maarifa. Always wanawaambia, okay? So kama unahitaji kujifunza unaweza kunitafuta kwenye hiyo namba ya 0754958520. Okay? Nitakuelekeza. Sawa? Alafu kuna ukishakuwa na maarifa sasa, ukishakuwa na maarifa kinachofuata lazima ujue maarifa haya ya juu kuhusu hisa, okay? Alafu kuna maarifa ya uchambuzi. Kama ambavyo kwenye forex kuna technical, kuna fundamental na kuna sentimental, na kwenye hisa ziko hizo. Lakini kwenye forex technical ina nguvu sana. Huku kwenye hisa fundamental ina nguvu sana. Sijui kama unanielewa. Yes, kwenye hisa huku fundamental ndio ina nguvu kuliko. Yes, na ni very easy. Yaani ni kanuni ya kurudia vile vile. Manake mtu ambaye ametoka kwenye forex akija kwenye hisa anahitaji tu maelekezo mafupi ya mahesabu, namna ya kufanya mahesabu, na mahesabu utafanya wewe. Kuna tools ambazo moja kwa moja zitakuletea nini? Mahesabu. Na mimi nimekuja nikagundua njia rahisi zaidi ya kupitia artificial intelligence. Situmii nguvu nyingi sasa hivi. Okay? Very easy. Very simple. Yaani hii wanahisa wengi wakiijua maana yake mambo yao yamerahisishwa. Nataka nikwambie artificial intelligence imerahisisha mambo kiasi kwamba jambo ambalo ungelifanya kwa masaa 10 unaweza kulifanya ndani ya dakika 20 kwa umemaliza kazi yote. Umenielewa? Yes. So cha pili ni kufundishwa kuhusu hayo mahesabu. Alafu maana yake mahesabu yapi? Kuweza kuchambua kila kampuni na hisa zake, ujue ni ipi uwekeze. Swala sio kwamba hisa kwa sababu bei ya hisa moja ni bei ya chini. Hatununui hivyo. Okay? Hatununui kwa sababu bei ya hisa iko chini. Tunanunua kwa sababu thamani ya ile hisa ukiangalia na bei, thamani yake ni nini? Ni kubwa lakini bei yake ni ndogo. At least hicho kigezo, kuna tofauti ya thamani na bei, unaweza kununua. Okay? Au thamani ikiwa ndogo, bei kubwa unauza. Sio, umenielewa mpaka hapo? Sasa vitu kama hivi hayo ni mahesabu. Kujua bei ya hisa unaangalia tu pale kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, okay? Lakini kujua thamani unahitaji kufanya mahesabu. Okay? Yes. Ni very 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 simple. Ni very very simple. Sio ngumu, okay? Sio ngumu hata kidogo.
Kwa hiyo kama unataka kuanza kuwekeza kwenye hisa, cha kwanza unahitaji maarifa kama hayo, lakini pia unahitaji kujua na kufanya uchambuzi. Namba 3, unahitaji kuwa na application kwenye simu yako ya DSE, yani Dar es Salaam Stock Exchange. Ukisha download ile application, itakusaidia kufungua account. Unaweza ukafungua kwenye website kawaida, kwenye simu yako, kwenye website, kwenye Chrome, kwenye browser kule, na ni rahisi sana. Okay, yes, ni rahisi sana. Unaweza ukatumia hata dakika 5 tu. Cha msingi uwe na NIDA yako, ukumbuke baadhi ya taarifa za ile NIDA. Kisha maliza hapo, kule mwishoni watakuomba uchague broker. Mimi nakushauri utumie Orbit. Alafu pia watakuomba namba ya benki, unajaza pale, then ukisha maliza wanakupa CDS account. Kwenye namba yako ya simu watakutumia username na password, zile ndio utakuja uziingize. Mara nyingi username ni namba ya simu, password watakutumia wao, inakuwa na digit 4, then unajaza. Ukishajaza hapo, maana yake unaingia sasa kwenye nini? Kwenye soko la hisa. Utaona hisa hapo. Very easy kununua. Unaweza kununua kwa M-Pesa kabisa. Umenielewa? Yes. Sasa hivi imerahisishwa sana sana sana. Nataka nikwambie, muda unavyozidi kwenda, watu wanaelimika zaidi. Maana yake soko la hisa linazidi kuwa na nguvu. Kwa sababu makampuni mengi itatakiwa yaendeshwe kwa hisa. The more uchumi unakuwa wa taifa lolote, ndivyo ambavyo makampuni yanaongezeka ukubwa wake. Thamani ya hisa pia zinapanda. Lazima ujue. Hii ni muhimu. Kinachofanya soko la hisa Tanzania lisijulikane sana ni teknolojia. Lakini teknolojia inavyozidi kukua, sababu kuna mtu ukimwambia tu ajiunge ni shida, yani ni changamoto. Umenielewa? So kama una changamoto yoyote na unahitaji kujiunga kwenye kuwekeza hisa, unaweza ukanitafuta, nitakusaidia. Ni very easy. Lakini wale ambao wanahitaji kufanywa uchambuzi ni kila Jumamosi, na unalipia. Okay? So tunachofanya, tunachambua hisa moja baada ya nyingine kila Jumamosi, ili kujua ni hisa ipi ya kununua, hisa ipi ya kuuza. Okay, mimi nikutakie siku njema.